Hongera, umechaguliwa rasmi kuwa mlinzi wa mochwari katika hospitali ya rufaa huko Ludewa, Njombe. Utalipwa shilingi milioni 3 kwa zamu moja tu ya usiku. Zamu inaanza saa 1 kamili usiku mpaka saa 12 alfajiri. Lakini kazi hii huruhusiwi kuifanya zaidi ya mara moja kwa sababu utaijua siri yake. Ndani ya mochwari kuna miili 15. Yote imefungwa kwa minyororo kwenye vitanda vya chuma na yote imekaguliwa na kuhakikiwa. Kabla ya kuanza kazi, sikiliza masharti haya kwa makini, kwa sababu ukikosea hata sharti moja, hutahitaji kulipwa kwa sababu hutaliona jua la siku ijayo. Sharti la kwanza: unapoingia kwa mara ya kwanza, taa zitawaka kawaida. Lakini ndani ya dakika 5, moja ya taa itaanza kuwaka na kuzima polepole. Kisha taa zote zitazima ghafla. Hakikisha unafumba macho yote mpaka taa zitakapowaka tena. Huruhusiwi kufumbua macho kabisa, hata ukihisi kitu kimekugusa au kukupumulia kwa nguvu. Zikifika dakika 5, bado taa haijawaka, toka nje ya chumba hicho haraka sana. Ukibaki baada ya kufumbua macho, utajikuta upo katikati ya watu wamevaa mavazi meupe wakiwa wanakutazama, huku mate yakiwatoka kwa hamu ya kukutafuna. Sharti la pili: saa 2 dakika 12 usiku, utasikia sauti ya kitanda cha chuma kikikwaruza sakafu, lakini ukitazama hautakiona. Ukiona hivyo, lala chini sakafuni mara moja, kwa sababu hakuna mwili unaoruhusiwa kusogea. Hapo kuna kiumbe kirefu kinanusa harufu yako ili kikutafune. Chunguza taratibu ukiwa bado umelala, kujua ni kitanda kipi kimesogea na kutambaa kukifuata. Ukishakigusa, hali itakuwa shwari. Ukishindwa kufanya hivyo, mikono isiyoonekana itakukamata kwa nguvu na kukubeba kwenda kukufunga juu ya kitanda cha 16. Sharti la tatu: kuna kabati lililojaa barafu upande wa kulia. Saa 3 na dakika 3 usiku, mlango wake utafunguka kidogo kimya kimya. Usijaribu kuufunga, uguse tu mara moja, ila usiusukume. Subiri mpaka ujifunge wenyewe. Ukijaribu kuufunge, utaona mkono mweupe ukijaribu kushika mkono wako kutoka ndani, na ukifanikiwa kukupata, utavutwa ndani ya kabati hilo na mlango utajifunga. Na hautajua mkono huo ni wa nani wala unatoka kwa nani. Sharti la 4: ifikapo saa 6 kamili, utapewa orodha ya majina ya miili iliyomo ndani ya mochwari hiyo na mkono unaoelea kwenye pembe ya mashariki. Usijaribu kusoma majina kwa sauti. Soma kimya kimya na hakikisha kila jina linalosomwa kitanda chake kinagonga chini mara moja. Ukiyasoma kwa sauti, jina moja halitakuwa kwenye orodha, lakini litasomwa nyuma yako ya bega lako na kitu kisichojulikana. Ukigeuka kutazama nani amelisoma, utagundua hakuna aliyelala tena kwenye kitanda cha kwanza, na hairuhusiwi kabisa kitanda hata kimoja kiwe wazi kwa nyakati za usiku. Hivyo utatakiwa kulala wewe hapo na mshahara wako hautalipwa. Sharti la 5: saa 7:30 utaanza kusikia sauti ya wimbo wa polepole kama wa mazishi. Sauti haitatoka nje wala kwenye simu, itatoka ndani ya kuta. Unatakiwa kuelewa huo wimbo, hata kama lugha inayotumika hujawahi kuisikia. Ukiona kabisa huelewi wimbo huo, kimbia haraka sana kuelekea ukutani na utokee hapo. Ukijaribu kukimbia na kutokea mlangoni, mlango utapotea ghafla na utaona vitanda vikianza kusogea kidogo kidogo kuelekea katikati ya chumba. Baada ya hapo, vitapotea ghafla na chumba hicho kitakuwa makazi yako ya kudumu. Sharti la 6: ukisikia jina lako likitajwa kwa sauti ya mtu unayemfahamu, jibu kwa kusema sipo hapa. Usiseme nani wewe. Ukisema nani au ukijibu tofauti na hivyo,
taa zote zitazimika na kufanya kuwe na giza totoro. Ghafla utahisi kitu kikigusa uso wako. Utakapowasha taa tena, kioo cha chuma kilicho nyuma ya chumba kitaonyesha uso wako bila macho. Na ukijaribu kutikisika, utaona picha yako imeganda na inacheka. Kifuatacho baada ya hapo, hakuna anayejua, maana hatujawahi kupata mtu wa kutusimulia. Sharti la 7. Saa 8:30 usiku, utaona maji yakianza kutoka chini ya mlango wa chumba. Usijaribu kushangaa au kuyakanyaga kwa bahati mbaya. Maji hayo si ya kawaida. Ukiyagusa, utasikia sauti zikisema, njoo ulale pamoja nasi. Na hapo utatakiwa kwenda kulala nao kweli. Ukiendelea kusimama au kujaribu kukimbia, miguu yako itaanza kuzama kama kwenye matope na utapotelea humo. Sharti la 8. Kuna kamera moja ya zamani isiyofanya kazi kwenye kona ya upande wa magharibi. Usiangalie kwa zaidi ya sekunde 5. Ukifanya hivyo, ghafla utaona picha yake ikionyesha chumba kikiwa tupu na wewe ukiwa umelala kwenye kitanda cha 7. Baada ya kuona hivyo, jua kabisa kuwa wewe sio mtu wa kawaida tena. Sharti la 9. Dakika 10 kabla ya alfajiri, mlango wa mbele utagongwa mara 2. Itikia tupo tupo, ila usijaribu kuufungua. Hata kama sauti itasema ni daktari mkuu, subiri mpaka jua lianze kuonekana dirishani, ndipo ufungue mlango. Ukifungua mapema, atakayeingia hatatoka kamwe, na wewe hutabaki mlinzi tena, bali utakuwa mmoja wa waliolala ifikapo shifti inayofuata. Sharti la mwisho. Alfajiri ikifika, hesabu vitanda kwa mara ya mwisho. Kama idadi bado ni 15, unaweza kuondoka. Kama ni 16, usiinue mguu wako wala usiulize ni nani wa ziada. Funga macho na sema, Mungu unisaidie, nitoke hapa. Toka nje taratibu. Funga mlangona, kuacha funguo juu ya meza, kisha ondoka bila kugeuka. Ukigeuka nyuma, utaona kitanda cha 16 kikiwa wazi na sare yako ya ulinzi ikiwa juu yake, na hapo utajigundua kuwa umeondoka, lakini mwili wako umeacha ndani. Kazi inaanza leo. Usikose kufika kazini, haijalishi unatokea wapi. Mlinzi wa mwisho alikiuka sharti la 5. Alibaki ndani bila kujua maneno ya wimbo. Asubuhi tulipofungua chumba, vitanda vilikuwa 16, lakini hakukuwa na mwili mpya wa mtu tuliyemleta. Sasa niambie kwenye comment, utachukua zamu hii au tukuhifadhi kwenye kitanda cha 7? Usisahau kusubscribe na kufollow, kwa sababu hapa kuingia ni hiari, lakini kutoka si kila mtu anapata nafasi.